Ni wakati mzuri mtazamaji wetu popote pale ambako unaendelea kutufuatilia. Kipindi chako ni kipindi kizuri cha Ifahamu Biblia, na leo tuko na Pastor Nyahende ambaye anatufahamisha namna ambavyo Wakristo ulimwenguni wanaungana kuisherehekea kumbukizi ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu kwa maana ya Christmas. Nafikiri mpaka hapa tulikofika kuna mengi ambayo umeyapata kutokea kwake, lakini bado tunaendelea kujifunza na bado pia tunaendelea kupokea maneno mazuri kutoka kwake Pastor, na mengi ambayo tunayataraji kuyasikia kutoka kwake. Nafikiri kuhusiana na Christmas tutakwenda kuyasikia. Pastor, pia mimi nataka nifahamu, lakini si mimi tu, hata watazamaji wetu nadhani pia wana shauku ya kufahamu hii Christmas ina faida gani kwa Wakristo, ama nini zuri hasa la kusherehekea Christmas kwa Mkristo? Wakati kipindi kilichopita tuliongelea kwa nini Kristo Yesu anazaliwa katikati yetu sisi. Ndio. Tukasema baada ya Mungu kumuumba mwanadamu na mwanadamu kufanya anguko kwenye bustani ya Edeni, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17 pale Mungu akalaani wanadamu. Sasa Mungu akatafuta suluhisho la kuishi na wanadamu. Kumbuka Mungu ni mtakatifu na mkamilifu. Hawezi kutembea na wenye dhambi. Kwa hiyo tukasema Mungu akaandaa agano la kwanza na Nuhu ili kuleta amani na upendo, ili aweze kutembea na wanadamu, ikashindikana. Mungu akaandaa agano la pili na Musa, akampa zile mbao za amri 10 za Mungu ambazo watu wengi wanazijua, lakini bado hakuweza kusaidia. Mungu akaandaa agano jingine, alikuwa afanya agano na Abraham, agano la tohara ili wasitende dhambi, lakini bado hakuweza kusaidiwa. Kwa Mungu akaona sasa, ngoja nitafute namna ya kumsaidia mwanadamu ili niweze kutembea na mwanadamu pamoja ni mwenye dhambi. Kwa ndo maana Mungu akataka kufanya agano katika kitabu cha Isaya ile sura ya 7 mstari wa 9. Mungu anasema katika tuna atazaliwa mtoto ataitwa Emmanuel, yani Mungu pamoja na sisi. Kwa kusudi kubwa la Yesu kuzaliwa ni ili mwanadamu mwenye dhambi aweze kuishi pamoja na Mungu. Ndio maana baada ya Yesu kuzaliwa na Yesu kufa, tunasema kwamba Mungu sasa anakaa ndani yetu. Kwa sisi kama Wakristo, Yesu alizaliwa ili tupate access ya kuweza kutembea pamoja na Mungu tusivyo tunapokuwa tumefanya dhambi. Na ni mbaya kiasi gani kwa Mkristo ambaye yeye hataki kuisherehekea sikukuu hii ama siku hii ya kumbukizi kwa kuzaliwa mtoto Yesu? Kutokusherehekea au kusherehekea hakuna maana sana kama hujajua umuhimu wa kuzaliwa kwa Kristo Yesu. Amen. Kwa umuhimu wa kuzaliwa kwa Kristo Yesu na kuyatenda yale yaliyokusudiwa ni cha muhimu kuliko kusherehekea au kutokusherehekea. Kwa kusherehekea au kutokusherehekea ni maamuzi ya mtu binafsi. Lakini kutenda aliyokuja kuyafanya mtoto Yesu ndio tiketi ya mtu kuingia mbinguni. Sababu Yesu anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Kwa kumwamini Kristo Yesu na kuyafuata mapenzi yake ni bora mara 1000 kuliko kusherehekea au kutokusherehekea. Haya, Pastor Nyahende, hakika tunaendelea kushiba neno la Mungu kutokea kwako, lakini pia nataka kufahamu, naambiwa muda si rafiki na director Vuma, lakini nataka nifahamu pia bado kutokea kwako, hivi kuna uhusiano gani kati ya kuzaliwa kwa Yesu? Tunasema ni kwamba kama vile umezungumza hapo kwa ajili ya dhambi na vitu kama hivyo, kuzaliwa Yesu na ubatizo. Ubatizo anasema pia ni ondoleo la dhambi. Haya mambo haya yana uhusiano wowote? Yana uhusiano mkubwa sana. Okay. Kwa sababu ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 3 unaweza kuonyesha Yohana alikuwa anabatiza. Lakini Yesu alipokuja akabatizwa na nani? Na Yohana. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Petro anaonyesha kwamba Yesu
Yohana alibatiza kwa ajili ya ondoleo la nini? La dhambi. Kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Lakini Yesu alikuja akatubatiza kwa maji na Roho. Yohana mwenyewe anasema, anayekuja nyuma yangu atabatiza kwa maji na nini? Na Roho. Sasa tunabatizwa na maji na Roho, maana yake ni kwamba maji yanasafisha, kuondoa dhambi na kutakasa. Lakini Roho inakusaidia wewe, kukuongoza kwenda kuyatenda mapenzi na makusudi ya Mungu. Nimekwambia kwamba Yesu alikuja ili sisi tukae na Mungu. Amen. Kwa hiyo Yesu alipoingia ndani yetu sasa, anatusaidia kutenda mapenzi na makusudi ya Mungu. Lakini Yohana alikubatiza kwa maji akakuacha. Yesu anatusaidia baada ya kubatizwa tuendelee kukaa na Mungu na kuyatenda mapenzi yake. Amen. Yeah. Natumaini yako mengi ambayo umejifunza kutoka kwa mtumishi wa Mungu Pastor Nyahende kuelekea sikukuu hii ambayo tunakwenda kufurahia duniani kote, Christmas, kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Mengi na mazuri umepata kuyasikia hapa, lakini Pastor Nyahende, si busara kama utatuacha mtumishi wa Mungu bila kutueleza ni kwa namna gani pia tunaweza kufurahia huduma yako bora, wapi huduma inapatikana. Wako watu ambao wameshawishika sasa kuonana na Pastor Nyahende moja kwa moja kwa ajili ya huduma mbalimbali za kiroho ikiwemo maombi na maombezi. Sisi Mungu ametupa neema, tunamtumikia pale Majoe, barabara ya kwenda Viwege. Ukiwa mara popote kwenye jiji la Dar es Salaam, ndio panda gari, shuka Gongo la Mboto. Sawa. Gongo la Mboto pale utapata bajaji, bodaboda au daladala za kuelekea Viwege. Unapanda gari kuelekea Viwege, unashuka kitu kinaitwa Matofali. Ukishuka hapo kituo Matofali utaona bango kubwa limeandikwa Pentecostal Revival. Na upande ule shukia utaona uwanja katikati. Ukifika kwenye uwanja pale utakuta kanisa zuri la kisasa, lina neema na baraka ya Mungu, na watu wengi wamemwona Mungu. Amen. Mungu awabariki sana. Asante sana. Swali langu la mwisho, japokuwa tumemaliza, kuna tofauti gani kati ya maombi na maombezi? Sababu hata mimi hapa nimekuta inalitaja maombi na maombezi. Hilo ni darasa la muhimu sana. Wakristo tunatakiwa tuombe. Wakristo wa leo wamebadilisha kutaka maombezi. Yaani maombi ni wewe mwenyewe kuongea na Mungu. Maombezi ni mtu kuongea na Mungu badala yako. Tutakuja kufanya wakati mwingine. Mungu atupe kibali tena na afya njema ili tuweze kukutana kwenye jukwaa hili kubwa ambalo linampendeza Mungu. Kipindi kizuri kweli kweli ambacho kinawabariki watu wengi. Ni wakati wako wa wewe kubarikiwa kupitia vipindi vya Mungu, lakini Pastor Nyahende ndio nahodha wetu ambaye anafanya sisi tuweze kupokea baraka hizi za Mungu kupitia vipindi na maandiko mbalimbali ya Mungu ambayo yanatoka kwenye Biblia yake takatifu, ambayo ndio inaongoza watu wa Mungu kutupatia sisi chakula cha kiroho. Sasa uko tayari kupokea? Basi usibanduke wala kung'atuka kwenye platform hii ili uweze pia kusikia maandiko mengi, mafundisho mengi yanayohusu Biblia. Na ndio maana tunasema ijue Biblia kwa sababu itakusaidia kwenye maisha yako. Jina langu naitwa Nicholas John, ndio nilikuwa muongoza kipindi siku hii ya leo. Pastor Nyahende amezungumza mengi na mazuri namna anapatikana. Basi usikose kanisani kwa ajili ya huduma ya kiroho. Na mimi sina la ziada, niseme tu ya kwamba nyuma ya kamera ni Uncle Vuma, amesimamia picha pamoja na sauti, bila kusahau kila kitu kinachofanya sisi tuonekane vyema machoni pako. Asante na kwaheri.